Hakuna mtu mwenye vita kama chosen one. Ukiwa umechaguliwa kuwa na nafasi fulani ama kuwa mtu fulani katika dunia ama katika familia, jua hicho ni kikombe umepewa. Ni kikombe. Sio kwamba chosen one hapitishwi, hateseki. Hakuna mtu mwenye vita kali kama chosen one. Hakuna mtu anapitia majaribu mengi kama chosen one. Mtu yeyote aliyechaguliwa amepewa talanta fulani ndani yake. Maana yake shetani ndo anataka kupambana na watu kama hao. Hivyo vita haviishi kwa mtu aliyechaguliwa. Majaribu hayaishi kwa mtu aliyechaguliwa. Nataka niongee hivyo kwa sababu Yesu Kristo anatufundisha chosen one hategemei maombi ya mtu. Anasimama yeye mwenyewe kwenye maombi. Yesu Kristo alikuwa ni the chosen one. Tunaona kwenye Luka mtakatifu 22 ule mstari wa 41, Biblia inasema hivi: mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Yesu Kristo anajitenga umbali wa kutupa jiwe na wanafunzi wengine. Maana yake anatuthibitishia kwamba maombi yake hayabebwi na maombi ya watu wengine. Maombi ya mtu aliyechaguliwa anasimama yeye kama yeye. Isitoshe, kuna wakati the chosen one inabidi umwambie Mungu kile alichokupa akiendeshe kwa mapenzi yake, la sivyo utakipoteza ama tutakuzika, kwa sababu shetani anapenda kuandama na kupigana na watu waliochaguliwa ama watu wenye kitu. Shetani apigani na mtu asiyekuwa na nguvu, anapigana na mtu mwenye nguvu. Ukiwa huna nguvu, shetani hawezi hangaika na wewe.